Ndugu msikilizaji na mtazamaji wa masomo mbalimbali katika channel hii ya Neno Lenye Nguvu, napenda kukukaribisha katika somo la siku hii ya leo ambalo lina kichwa kinachosema kilichozaliwa na Mungu, je, hakitendi dhambi? Je, kilichozaliwa na Mungu hakitendi dhambi? Na kabla ya kuweza kuendelea, kama wewe ni mgeni katika channel hii, ili uweze kunufaika na kupata masomo haya mara yanapotoka, unaweza ukajisajili kwa kusubscribe katika channel hii. Waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 3 fungu la 9, Biblia inasema ya kwamba kila mtu aliyezaliwa na Mungu hatendi dhambi, kwa sababu uzao wake wakaa ndani yake, wala hawezi kutenda dhambi kwa sababu amezaliwa kutokana na Mungu. Biblia inasema kwamba kila aliyezaliwa na Mungu kwa kumwamini na kumpokea Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yake hatendi dhambi. Na sio tu kwamba hatendi dhambi, bali hawezi kutenda dhambi. Hapa ndipo wengi wanapochanganyikiwa na kuanza kuwa na mashaka na wokovu wao. Kwa maana ni dhahiri kabisa hakuna ambaye alimpokea Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yake na akajiona kwamba ni mkamilifu kabisa na hakuwahi kufanya dhambi baada ya hapo. Labda kama utakuwa mnafiki mbele za Mungu, kwa sababu hata Yesu aliwaambia Mafarisayo ya kwamba ninyi ni kama vikombe ambavyo kwa nje vimeoshwa lakini ndani ni vichafu. Uhalisia ni kwamba kuna hali ya kuendelea kutenda dhambi. Sasa sikiliza kwa makini. Kwa nini Yohana anaandika ya kwamba kila aliyezaliwa na Mungu hatendi dhambi na wala hawezi kutenda dhambi? Sasa ukikaa kwa makini ukatafakari hili fungu kwa mtazamo ambao watu wengi wanautazama bila kuchambua na kuangalia kwa kina nini ambacho kinamaanishwa, utajikuta ya kwamba hakuna kiumbe kinachoweza kuingia mbinguni. Hakuna anayeweza kuokolewa. Kama ni hivyo, basi hata hayupo huyo aliyezaliwa na Mungu, kwa sababu wote wanadamu wana hali ya kutenda dhambi. Na tunakwenda kuithibitisha kwenye Biblia. Yohana huyo kwenye kitabu hiki cha Yohana, waraka wa kwanza wa Yohana sura ile ya kwanza fungu la 8 na la 9. Biblia inasema kwamba tukisema kwamba hatuna dhambi, twajidanganya wenyewe, wala kweli haimo ndani yetu. Tukiziungama dhambi zetu, yeye ni mwaminifu na wa haki, hata atuondolee dhambi zetu na kutusafisha na udhalimu wote. Biblia hiyo, waraka huo, Yohana anasema ya kwamba tukisema kwamba hatuna dhambi, tunajidanganya wenyewe, lakini tukiziungama, yeye ni mwaminifu na wa haki, atatuondolea dhambi zetu na udhalimu wote. Lakini ukija huku kwenye fungu hili la waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 3 fungu la 9, kila aliyezaliwa na Mungu hatendi dhambi na wala hawezi kutenda dhambi, unachanganyikiwa tena. Hiyo inakupa mashaka kwamba je, nimezaliwa mara ya pili? Je, kweli mimi nimezaliwa na Mungu? Nimempokea Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yangu? Unaanza kuwa na mashaka na wokovu wako. Ni nini kinachomaanishwa hapa? Hebu tuendelee kitabu kile cha waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 2 fungu la 1. Biblia inasema ya kwamba watoto wangu wadogo na waandikia haya ili kwamba msitende dhambi, na kama mtu akitenda dhambi, tunaye mwombezi kwa Baba, Yesu Kristo mwenye haki. Kwa huyo Yohana anasema ya kwamba hata kama ukifanya dhambi, unaye mwombezi kwa Baba, Yesu Kristo mwenye nini? Mwenye haki. Kulingana na haya mafungu, Biblia inatuambia kwamba hatujawekwa kwenye hali ya kutokuwa na uwezekano wa kufanya dhambi. Hatujawekwa kwenye hiyo hali ya kutokuweza kufanya dhambi. Hasha. Kama wanadamu wenye damu na nyama, kuna nyakati ambazo bado unaweza kuanguka katika dhambi. Sio kwamba tunasisitiza watu wafanye dhambi, hapana, lakini ndio ukweli halisi. Yesu aliwaambia wanafunzi wake ya kwamba ombeni msiingie majaribuni. Roho i radhi, lakini mwili ni kitu gani? Ni dhaifu. Kwa Yesu mwenyewe alijua ya kwamba mwili hii tulionayo inaweza ikatuangusha kwenye dhambi. Inaweza ikatufanya tukatoka nje na mapenzi ya Mungu. Na ndio maana Yesu aliwaambia wanafunzi wake ombeni msiingie majaribuni. Lakini pia hata ukiangalia sala ya Bwana, kitabu kile cha Mathayo sura ya 6, anasema Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yatimizwe hapa duniani kama huko juu mbinguni. Utupe leo riziki yetu, utusamehe deni zetu kama nasi tunavyowasamehe wale wanaotukosea.
Kwa Yesu katika ile sala alijua kabisa mwanadamu kama mwanadamu bado kuna hali ya kutenda dhambi atakuwa nayo. Hiyo iko wapi? Iko wapi? Na Biblia inasema kwamba kila kilichozaliwa na Mungu hakitendi dhambi na wala hawezi kutenda dhambi. Hiyo hali inapatikana wapi? Na nini ambacho Yohana anakimaanisha hapa? Kwa hiyo tunakuja kuona kabisa kwamba haina maana kwamba waliompokea Yesu Kristo hawatendi dhambi, hawana uwezekano wa kufanya dhambi. Hapana, hapana. Lakini hawana kawaida ya kufanya dhambi. Hawana kawaida ya kufanya dhambi. Yohana wa kwanza sura ya 2 fungu la kwanza, Yohana anapoandika ya kwamba nawaandikia haya ili msitende dhambi. Na baada ya hapo ndipo anaendelea na sura ya 2, anaingia na sura ya 3 anaposema ya kwamba kila aliyezaliwa na Mungu hatendi dhambi. Aliandika hivyo ili kuwachunga waliompokea Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yao, wajijue ya kwamba kabisa hawatakiwi kuendelea na maisha ya dhambi. Kila aliyempokea Yesu Kristo hana kawaida ya kufanya dhambi, na maisha yao sio maisha ya kufanya dhambi. Na ndio maana aliwaandikia kabisa hatendi dhambi na wala hawezi kufanya dhambi. Lakini pia kuna maana kubwa nyuma yake. Ipo maana kubwa nyuma yake ambayo natamani uweze kuielewa pia. Biblia inasema kwamba hawezi kutenda dhambi kwa sababu uzao wake unatokana na Mungu, kwa sababu amezaliwa kutokana na Mungu. Kuna uzao wa Mungu unakaa ndani yake. Na unakaa wapi huu uzao? Ni kwenye utu wa ndani na sio utu wa nje. Kwa nini kilichozaliwa na Mungu hakitendi dhambi? Kwa sababu ukishampokea Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, kumbuka Yesu anakuja kukaa ndani yako. Anakaa wapi? Hakai kwenye mwili wako, anakaa ndani ya mwili wako, kwenye utu wako wa ndani. Biblia inasema ya kwamba sisi ni hekalu la Roho Mtakatifu. Miili yetu ni hekalu la Roho Mtakatifu, lakini miili hii ni vyombo dhaifu, bado havijasafishwa, havijakamilishwa 100%. Hiyo ikiwa ina maana ya kwamba bado vinaweza kumwangusha aliyeko ndani. Sina maana ya kwamba vinamwangusha kwa kumweza, hapana, lakini vinaweza vikafanya matakwa yake bila kufanyika yale ya ndani. Lakini kiuhalisia, unapokuwa umempokea Yesu ndani yako, unazaliwa mara ya pili na unampokea Yesu Kristo, na Yesu Kristo ndani yako ama Roho Mtakatifu hawezi kufanya dhambi. Hiko ndicho pekee ambacho hakiwezi kufanya dhambi. Huyo ndiye pekee ambaye hawezi kufanya dhambi ndani yako. Lakini katika mwili wako bado kuna regeneration, bado kuna utakaso, bado kuna matengenezo yanayofanyika. Paulo anasema ya kwamba lakini kama nikilitenda lile nisilolipenda, na ikiri ile sheria ya kuwa ni njema, basi sasa si mimi nafsi yangu ninayetenda hilo, bali ni ile dhambi ikaayo ndani yangu. Paulo anasema si mimi nafsi yangu ninayetenda hilo, sio utu wangu wa ndani uliozaliwa mara ya pili unaofanya hili, bali ni ile dhambi inayokaa katika mwili wangu. Hii ndio inanipiga vita na ile sheria iliyoko ndani ya utu wangu, kwa sababu ndani nimezaliwa mara ya pili. Kilichoko ndani yangu sio mimi tena wa zamani. Anasema mtu akizaliwa amekuwa kiumbe kipya, ya kale yamepita. Akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya. Hawezi kufanya dhambi wala hawezi kutamani kufanya dhambi, lakini bado mwili wake uko kwenye zoezi la kutakaswa. Hii ni Warumi sura ya 7 fungu la 16 hadi 17. Utu wako wa ndani ulizaliwa upya, kiumbe kipya, lakini mwili wako bado uko kwenye matengenezo ama uko kwenye utakaso. Usiogope hata kama bado unaona kuna pambano la dhambi katika mwili wako. Hili lisikufanye ukawa na hatia ya kujiona kwamba wewe sio mtoto wa Mungu. Waraka wa kwanza Yohana sura ya 3 fungu la kwanza anasema, tazameni ni pendo la namna gani alilotupa Baba, kwamba tuitwe wana wa Mungu, na ndivyo tulivyo. Wala haijadhihirika vile tutakavyokuwa, lakini tutakapomuona tutakuwa kama yeye. Kwa hiyo bado katika miili yetu bado tunaumia, katika miili yetu bado tunaugua. Tunatamani tuweze kuvikwa makao mapya, tunatamani tuweze kuvikwa mwili mpya usiojua dhambi, usiojua tamaa, usiojua hisia za uchafu. Hii haina maana kwamba wewe sio mtoto wa Mungu. Unapoona hali hizi bado zinaendelea kuwepo katika mwili wako, wewe ni mtoto wa Mungu.
Kusema ya kwamba kila aliyezaliwa na Mungu hawezi kutenda dhambi, mtazamo namba moja kabisa ni kwamba hauna kawaida ya kufanya dhambi. Sio maisha yako kufanya dhambi, lakini pia anaposema ya kwamba kila aliyezaliwa na Mungu hawezi kutenda dhambi, anamaanisha ya kwamba yule aliyezaliwa ndani yako, wewe halisi ndani yako, utu wako wa ndani, ambapo Roho Mtakatifu ndipo anapokaa, Yesu Kristo mwana wa Mungu ndipo anapokaa, hawezi kufanya dhambi aliyeko ndani yako, kwa sababu anaitii sheria ya Mungu. Lakini katika mwili wako bado unaiona sheria iliyo mbali, inapigana vita na ile sheria ya akili zako, sheria iliyoko ndani ya moyo wako, utu wako wa ndani. Hautamani kufanya dhambi, hauna kawaida ya kufanya dhambi, wala hauwezi kufanya dhambi. Lakini tumepewa kazi moja tu ya kuutiisha mwili wetu kwa Roho Mtakatifu aliyeko ndani yetu. Biblia inasema kwamba mkienenda kwa Roho, kamwe hamtazitimiza tamaa za mwili. Hili likupe nguvu katika maisha yako. Usijione kwamba wewe sio mtoto wa Mungu. Bado ni mtoto wa Mungu, bado ni mtoto wa Mungu, na wewe Mungu yuko kwenye utakaso, anakutakasa ili uweze kubadilika. Mungu akubariki sana na Mungu akusaidie sana. Usisahau kusubscribe na kulike ikiwa umeupenda ujumbe huu, ili wengine wazidi kubarikiwa zaidi. Mungu akubariki sana.